RTT. C'est cool. RTT. C'est formidable. RTT. Sensationnel. RTT. C'est la qualité. RTT. C'est génial. RTT. C'est fantastique. RTT. C'est la meilleure. Mpenzi msikilizaji wa radio na television, tuungane. Nafurahi kwa kuwa tupo pamoja, na zaidi nina imani kwamba tutaendelea kubaki pamoja pale pale kwenye masafa ya FM 88.6, na vile vile tunapatikana kupitia tovuti ya www.radiontelevisiontuungane.com. Naitwa Pablo Mwenge kwenye microphone, na mitamboni yuko David and all of this Boyoma. Upande wa wakati tayari ni 2:03 hapa ndani ya nyumba ya RTT, na ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2011, ni wakati wa kupata kipindi kile cha Darubini, kipindi ambacho kinaletwa kwenu nami Pablo Mwenge. Na niseme tu kwamba ni kipindi ambacho kinazungumzia pilika za maisha, hasa tukiangalia kwamba maisha siku hizi yanakuwa tofauti na ilivyokuwa zamani. Na ninaposema hivyo namaanisha kwamba enzi za zamani kulikuwa vitu ambavyo vilikuwa vinaenda kwa labda kwa muda, na pengine watu walikuwa wakijikosoa katika hili na lile kutokana na makosa waliyoweza kuyafanya hapo mbeleni na kuweza kurekebisha ili kuweza kwenda vizuri. Lakini sasa hivi mtu unaweza ukaambiwa kwamba hapa umefanya makosa, inakuwa wakati mwingine vigumu kuweza kufanya hivyo. Na kipindi hiki cha Darubini ni kipindi ambacho pia kinazungumzia mambo mbalimbali baada ya kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kubaini kwamba hili kweli linakuwa ni tatizo, na kuliweka vizuri ili kwamba liweze kusaidia jamii, hasa wale wanaotusikiliza, na kuweza kusaidia watu wengine. Bila kuponda muda, leo tutazungumzia kuhusu jinsi ya kutumia wakati wako vizuri. Na nimeona vema kuweza kutoa mada hii kwa siku ya leo, kwa vile tu watu wengi wanakuwa bila shaka na tatizo ya kuweza kutumia muda aiza wakati wao vizuri. Na hili tu ni kutokana tu na kwamba utakuta wewe ni mfanyakazi au wewe ni mwanafunzi, lakini siku zote wewe unakuwa wa kwanza kuweza kuchelewa kazini, eza shuleni au sehemu nyingine ambao wewe unafanyia kazi, au hata kufungua duka. Wewe unakuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuchelewa kila siku kuweza kufungua duka lako au kuweza kufungua ofisi, na hili inakuwa linawakera watu, hata kama itakuwa wakati mwingine vigumu kuweza kuzungumza hivyo. Ndio maana nimeweza kuona vema kuweza kutoa mada hii kwa asubuhi ya leo, ili tuweze kuangalia wapi ambapo mara nyingi mimi na wewe tunaenda kukosea, ili tuweze kujirekebisha kwa hili na lile. Hasa tukiangalia hao wataalamu wa masuala ya wakati wa huko Marekani walivyoweza kutuambia. Na hata vile vile Biblia imeweza kutuonya kupitia kitabu cha Mhubiri 3:1. Inasema kuna wakati uliowekwa wa kila kitu. Labda niseme katika hili hapa, mtu anaenda kanisani, lakini alikuwa amepangilia kwenda kanisani. Kitu cha ajabu kwake, anasema inanibidi kwanza nipitie kwa shangazi, nikitoka kwa shangazi kabla ya kufika kanisani nipitie kwa kaka, nikitoka kwa kaka nitapitia kwa mjomba. Je, ulikuwa umepanga utafanya hivyo? Waswahili husema kwamba sio kila unapoona choo ndio unaenda haja, lakini unaenda haja unapokuwa na tatizo la kwenda huko. Lakini watu wengine wanakuwa kama, kwa mesali yangu hii, kama ukiona wese ndio inabidi niende sasa chooni. Hapana, itakuwa sio hivyo, kwamba umeshamuona shangazi yule kwa mbali, kabla ya kwenda kanisani inabidi nipitie kwanza kwa shangazi. Unakuwa utumii wakati kwa hekima. Na twende hivi, wataalamu wanasema ili uweze kupata wakati wa kufanya mambo ya maana, lazima ufahamu hayo ni mambo gani kwanza. Na katika hili itakuwa rahisi kufanya hivyo ukitambua tofauti kati ya mambo ambayo ni muhimu zaidi kwako, tukianza na miradi yako, yani proje zako, na utendaji ambao utakusaidia kufikia miradi hiyo. Ni mbinu gani ambazo zitakusaidia kuweza kufikia miradi hiyo? Unaweza ukapange kufanya mambo 10 leo, umeyapanga kabisa, lakini sasa ni mbinu gani zitakazo kusaidia kuweza kufikia mambo hayo 10 ambayo uliweza kuyapangilia? Na usipopanga vizuri, utakuta muda unaenda tu, na huku unabaki umeshafanya kitu kimoja badala ya kufikia mambo yale 10 yote. Na katika hili wataalamu wanasema, kwanza tambua mambo muhimu zaidi kwako kuliko yote, na jaribu kuandika mambo hayo. Watu wengine wanakuwa wanaona vigumu kuweza kuandika mambo, na
katika yote wanasema kwamba mtu anatakiwa atambue mambo muhimu zaidi kwake. Najua na inawezekana kwamba mambo yote yanaweza akawe muhimu, lakini kuna neno muhimu zaidi. Yani ina maana utofauti ule wa mambo. Labda mfano tuseme ulifiwa. Kuna ndugu yako wa karibu sana aliweza kufariki. Na leo kuna sherehe sehemu fulani ya kuweza labda kumuoesha mtoto wa fulani. Angalia lipi ambalo litaonekana kuwa kero kwa watu wengine, aidha kwako litakalo kusuta moyoni kwamba naenda huku lakini hili linakuwa linaumiza. Jaribu kuangalia lipi muhimu kuliko lingine. Ndio wale Waingereza wanasema weka priority. Priority ni ipi kwako? Na mambo hayo yanaweza kutia ndani familia yako, yanaweza kuwa mambo ya familia yako, mambo ya marafiki, mambo ya kazi, na labda mambo ya elimu, eza mafanikio fulani. Na sio mafanikio tu, hata sura nzuri, au pesa, au furaha, eza ndoa, au fadhili, afya nzuri ya kimwili na ya kiroho. Na kutokana na mambo yote hayo, una wajibu wa kuweza kujiuliza swali hili: kati ya mambo haya ni mambo gani yaliyo ya maana zaidi kwangu? Hilo ni swali ambalo mimi na wewe, ili tuweze kutumia wakati vizuri, tunatakiwa kuweza kujiuliza kwanza. Baada ya hapo, unatakiwa kufikiria miradi yote unayotaka kutimiza maishani. Watu wengine hata kama kalenda ya kufa Mungu ndiye anayo, kwamba ulikuwa unapanga ununue gari kesho, Mungu anasema nakata pumzi yako leo. Watu wengine wanakuwa wagumu kuweza kupangilia labda mambo kwamba kesho nitafanya hili au kesho kutwa nitafanya hili na lile. Labda kuna swali ambalo wataalamu hao wa Marekani waliweza kuuliza hapa: kuna tofauti gani kati ya mambo unayoona kuwa ni muhimu na miradi yako? Katika habari hii tunasema kwamba mambo yaliyo muhimu zaidi kwako huweza kudumu, ilhali mradi ukamilika na unaanza miradi mingine. Nadhani hapa tuko pamoja. Na ikiwa tayari ni 2:10, na kama bado ndio unafungua redio yako, hii ni Radio na Television Tuungane, ambapo inasikika hapa tarafani Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, nchini DRC, kwenye masafa ya FM 88.6. Na tunazungumzia kuhusu jinsi ya kutumia wakati wako vizuri. Na hapa nazungumzia kuhusu kufikiria miradi yote unayotaka kutimiza maishani mwako. Panga kwanza ratiba ya mambo ambayo pengine unaweza kufanya siku 2-3, eza wiki au mwezi au hata mwaka. Wengine mimi nafurahi zaidi, kuna mzee mmoja ambaye jina sitaki kulitaja, aliweza kuniambia mimi, pamoja na kuanza mwaka huu mpya, mimi nimeshapanga kufika mwisho Disemba ya mwaka 2011 nitakuwa nimetimiza mambo yangu 10, ambayo ni pamoja na kuoea mwanangu wa kwanza, la pili ni kununua ng'ombe 3, la 3 sio, aliweza kutaja mambo 10 ambayo hayo mawili ndo nakumbuka huyu mzee namuona pale. Na katika swala nzima la jinsi ya kutumia wakati wako vizuri, wataalamu wanasema unaweza kujiwekea miradi gani kwanza? Hilo ni swali ambalo wameweza kutuuliza. Na swali lingine, je, ungependa kutumia wakati zaidi pamoja na familia yako? Swali la 3 wanasema, je, ungependa kupata kazi nzuri zaidi? Swali la 4 wanasema, je, ungependa kuboresha ustadi wako wa kufanya jambo fulani unalopenda au kuanza kufanya jambo jipya? Na lingine, je, ungependa kustawisha sifa fulani? Na mwisho, kutokana na maswali yao, wanasema, je, ungependa kwenda likizo au konje au kwenda kusoma au kuandika kitabu? Ni maswali hayo ambayo tumeweza kuulizwa, na bila shaka majibu yake yatakuwa yako hapa. Baada ya hayo maswali, kisha amua ni miradi gani ambao ni muhimu zaidi kwako kuweza kufanya. Hakikisha kwamba miradi hiyo inapatana na mambo unayoona kuwa muhimu kwako. Umeshaona pale. Kama vile mfano, ikiwa umejiwekea mradi wa kuwa tajiri sana, huenda mradi huo utapingana na mambo muhimu kwako. Kuna uwezekano mkubwa kwamba mtembeza mkokoteni, manake charrette, ambaye wewe unamuona barabarani leo, kutokana na miradi yake, baada ya miaka 5-6 unaweza kumshangaa na kuwa tajiri. Hilo si la ajabu. Lakini kutokana na swala hili, fikiria utendaji kadhaa ambao unaweza kukusaidia kufikia kila mradi wako. Kwa mfano, ikiwa umejiwekea mradi wa kupunguza uzito, kufanya mazoezi kunaweza kukusaidia kufanya hivyo. Ndivyo wataalamu wanasema. Wewe una kilo nyingi sana. Kuna watu wengine
unapima kilo 100. Lakini sasa unaona kwamba inakuwa karaha kwako. Sasa kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kupunguza uzito ni kufanya mazoezi mara kwa mara. Watu wengine ni chekesha hapa. Jumapili kila mara ninapoona watu wanafanya mzunguko wa mazoezi asubuhi, ndio mazoezi yetu hapa tarafani Uvira. Tunafanya sport asubuhi. Lakini ajabu na kitu cha kushangaza sana, umeshatoka kwenye mazoezi lakini na unataka upunguze uzito na labda unene. Tena wewe huyo unataka uanze kula vitu vyenye mafuta sana, na wakati unataka kupunguza unene. Hebu swala hilo uweze kuangalia. Ulipunguza kwa siku moja ambao ni Jumapili ya leo, lakini siku ya kwanza hadi ya posho wewe unakula vitu vyenye mafuta. Utakuwa umerudisha ile hali na pengine utakuwa umeongeza zaidi unene kuliko ile siku moja ambayo umeweza kufanya mazoezi. Labda ningekubaliana na wewe ungekuwa unafanya mazoezi yale kila siku tangu Jumatatu hadi Jumapili, lakini siku moja ya mazoezi unakula vitu vyenye mafuta wiki nzima. Hebu unapunguza unachotaka kupunguza au unataka kukizidisha kiwe kingi zaidi kuliko kingine? Hebu jibu mwenyewe pale. Na wataalamu wanasema swala nzima katika kuweza kutumia wakati wako kwa hekima ni kuandika